tunachangia madawati. Kwa sababu sio vile tukachanga badala ya kubomoa madawati majengo ambayo yako kwenye hatari. Twendeni mkaangalie wenyewe yameninginia hivi. Yameninginia. Yale madarasa ambayo ni hatarishi. Angalau kama kwa mfano ile darasa ambalo kwa chini yake hakuna ukuta. Ni wakazi wa kijiji cha Buzilasoga wilayani Sengerema mkoani Mwanza wakilalamikia kuhusiana na uchakavu wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Buzilasoga, hali inayohatarisha maisha ya walimu na wanafunzi shuleni hapo. Shule hiyo ya msingi ya Buzilasoga ina jumla ya vyumba vya madarasa 11. Miongoni mwa vyumba hivyo 4 ni vibovu, vikihitaji ukarabati wa haraka kunusuru maisha ya wanafunzi, walimu na wafanyakazi wengine wa shule hiyo. Radio Kwizera imefunga safari hadi kijijini hapo, takribani umbali wa kilomita 68 kutoka jijini Mwanza, kujionea hali halisi katika shule hiyo ambayo baadhi ya majengo yake yamejengwa wakati wa utawala wa ukoloni. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kijiji cha Buzilasoga kina jumla ya wananchi 16,132 kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko kutoka 13,348 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Buzilasoga Enoki Bahati na kuhudhuriwa na kaimu mtendaji wa kijiji hicho, wananchi hao walitaka kwenda kubomoa vyumba vibovu vya madarasa katika shule hiyo kwa madai kuwa vinahatarisha maisha ya wanafunzi pamoja na walimu, baada ya mdhibiti wa ubora kwa shule ya msingi kutoa amri ya kufungwa kwa shule hiyo ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Hilo darasa ambalo linaelea kwa juu, kwa chini hakuna ukuta. Hasara yake ni wale Buzilasoga. Naomba mtendaji usituchanganye. Lengo letu ni kwamba sio kubomoa madarasa yote, sipokuwa yale ambayo ni hatarishi. Mkaangalie wenyewe yameninginia hivi. Yameninginia. Yaani yako ovyo ovyo kweli. Pale kuna hatari ya kuwa watoto. Sasa thamani ya kuchanga 2,000 na kuwa watoto, ipi ambayo itakuwa ni thamani zaidi? Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Buzilasoga Samuel Rafael, akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, amesema kuwa uongozi wa shule hiyo umelipa uzito swala la ubovu wa miundombinu shule hiyo ambayo inakwamisha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji, na kueleza kuwa juhudi mbalimbali zimefanyika kufikisha taarifa sehemu husika. Nyie mnavyoumia kwa mzazi wa mtoto mmoja mmoja, hata na mimi pia naumia, kwa sababu litakalotokea la kutokea hapo, kama mnavyosema, mfano jengo likashuka, wa kwanza kuja kukamatwa ni mimi. Yaani mimi ndo wa kwanza kuja kukamatwa, kwamba wewe imekuaje kuaje. Japokuwa wenyewe wamesema watoto wasifanyaje, wasikae kwenye yale maeneo. Radio Kwizera imeshuhudia wanafunzi wakisoma chini ya miti na kutumia mawe kama madawati kutokana na ubovu na uhaba wa vyumba vya madarasa, huku walimu wakilazimika kutumia ofisi ya mwalimu mkuu pamoja na darasa la awali kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Baada ya kujionea hali hiyo, nikapata shauku ya kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji Enoki Bahati, na alikuwa na haya ya kunieleza. Hapa kama ulivyoiona ni dalili za shule ya msingi. Kwa kweli shule ya msingi ni shule yetu hii kama mnavyoiona ni mbovu, madarasa yameshaharibika, lakini pia hata watoto wanasomea nje kwa sababu kuna madarasa baadhi yamezuiwa, yamefungwa kwa ajili ya uchakavu, yananyufa, mengine yameelea kabisa. Ni hatari kwa ajili ya watoto, lakini kuna pesa ambazo tunasikia zimetengwa kwa ajili ya kuja ukarabati wa shule ihamishwe ijengwe upya. Kwa hiyo tunasubiri utaratibu ule pamoja na vile, lakini changamoto moja ambayo tumeona ni vyema tuanze na hiki kimoja. Lipeta Gunda ni kaimu mtendaji wa kijiji na afisa mifugo katika kata ya Buzilasoga. Baada ya kuzuka kwa sintofahamu katika mkutano wa wananchi, akapata nafasi ya kueleza wananchi kuhusu utaratibu wa kubomoa majengo ya serikali. Barua kwenda kwa mkurugenzi kwa ajili ya kuomba yale madarasa ambayo ni hatarishi kwa watoto yabomolewe. Kwa hiyo hilo ombi tayari nimeshalipeleka kwenye ofisi ya nani? Ya mkurugenzi. Nimeshaandika barua na barua nimeipeleka